aina tatu za wito. Wito wa kwanza ni mtu kutoka kwenye dhambi. Ule ni wito. Hakuna mtu aliyejiingiza ndani ya kanisa, ndugu zangu mwenyewe, hata wale mliokulia kanisani. Kuna watoto kabisa watumishi wa Mungu wanavuta bangi, wanafanya vibaya, lakini wamekulia maandiko, Biblia pale ndani zinatupwa tu. Yani Biblia ni nyingi mpaka zinatupwa, lakini watoto wakaisaliti ile imani ya baba zao, wakaenda duniani. Kwa hiyo yule aliyekulia kanisani, aliyeitwa kwenye dhambi, wote wanafanana tu, wala hakuna aliye bora. Sisi tulipigika na adui, sio kwamba sisi ni bora. Kwa sababu tulipigika na adui tukaokoka, tukawasimanga waliokulia kanisani, tutakuwa tunakosea sana. Sisi tulienda duniani tukapigwa, Yesu akatufuata huko akaturudisha. Wale waliookokea wakikulia kanisani, mimi kwanza nasemaga wale wana neema sana. Ninyi mliokulia ndani ya kanisa, hicho kitu mmekipokea cha maana sana. Yaani kila siku mlitakiwa mseme shikamoo Yesu, shikamoo Yesu, shikamoo Yesu. Wito wa pili ni kumtumikia Mungu, huku kiwa na shughuli unazozifanya mbalimbali, lakini unamtumikia Mungu. Ule ni wito, tena ni mkubwa tu. Lakini wito wa tatu ni sasa mtu anaingia sasa permanent kwenye huduma, kama sasa wachungaji na watu wengine. Huo ni wito mwingine. Lakini wito wa kwenye dhambi, mchungaji naye alishaitwa, na yule anayetumika lakini huko ana shughuli zake naye aliitwa. Huwezi ukaingia kumtumikia Mungu kwenye maeneo mawili kama hujaitwa kutoka kwenye dhambi. Na ndio maana hata mtu angekuwa na eti kwamba sasa mimi nataka niwe, nilisikia mmoja anasema sasa hivi bwana, kufungua kanisa ni kazi rahisi. Yaani mtu wa dhambi ni mtu mwenye dhambi, na mimi nitafungua kanisa langu. Anakunywa, anafanya mambo, tafungua kanisa. Anahisi kukusanya watu akamsikiliza ni kazi rahisi sana. Anahisi hivyo. Niliwahi kumsikia mtu mmoja anasema hivi. Watu wameitwa na Mungu, alafu hakuna kanisa la mtu, kanisa ni la Baba aliye juu sana.